Tumsifu Yesu Kristo. Sifa na utukufu vimwendee Mungu aliye hai milele na milele. Karibu sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Habari Njema Channel inayokuletea zaidi na Mungu kupitia mafundisho ya imani, maisha ya watakatifu na habari njema za wokovu. Leo katika kipindi hiki cha watakatifu wa Kanisa Katoliki tunapata nafasi ya kumfahamu kwa undani Mtakatifu Paskali Bayaloni, mtakatifu aliyekuwa na moyo wa sala, nyenyekevu mkubwa na upendo wa kipekee kwa Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu. Katika kipindi cha leo tutajifunza historia ya maisha yake, safari yake ya wito wa kimungu, jinsi alivyoishi maisha ya utakatifu, mafundisho yake kwa Wakristo wa leo, pamoja na neema na ushuhuda uliopatikana kupitia maisha yake. Basi popote ulipo, karibu tuwe pamoja katika kipindi hiki cha baraka na mafundisho yatakayo tuimarisha katika imani yetu. Mimi ni Gideon Elia Mlai, naendelea kutazama na kusikiliza Habari Njema Channel. Karibu sana tusafiri pamoja katika maisha ya Mtakatifu Paskali Bayaloni. Paskali alizaliwa siku ya Pentekoste mwaka 1540 huko Torre Hermosa nchini Hispania. Wazazi wake walikuwa maskini katika mali dunia lakini matajiri katika uchaji wa Mungu na fadhila za Kikristo. Mtoto huyu alionyesha kujaliwa vipaji vyote vya Roho Mtakatifu kwa hali ya juu. Kwa furaha alikuwa msikivu na mtiifu kwa mafundisho mazuri waliompatia wazazi wake, na aliwapatia katika kiasi kikubwa watoto wa umri wake katika kuelewa mafundisho matakatifu, na alikuwa na juhudi kubwa na fadhila ambazo zilimshangaza kila mtu. Kutokana na hali ya wazazi wake, Paskali alikuwa bado mvulana mdogo. Aliajiriwa kuchunga ng'ombe wa watu wengi. Ingawa kutokana na kazi yake hakushiriki katika maisha ya kelele na wavulana wenzake, hata hivyo aliwapenda sana. Alikuwa na heshima kiasi fulani kwake, aliyomtaka atatue mizozo yao, na kwa moyo alikuwa tayari kupokea makaripio kutoka kwake, na walimsikiliza mafundisho ya Kikristo ambayo wakati mwingine aliwapa. Mwajiri wake alifurahishwa sana na Paskali, ambapo tayari wakati huu alikuwa ni kijana mwenye nguvu kiasi kwamba siku moja alimweleza nia yake ya kumfanya mtoto na mrithi wake, lakini kijana huyu alimjibu kwa shukrani kwamba alitaka kubaki maskini na alinuia kujiweka wakfu kumtumikia Mungu katika hali ya utawa. Baadaye Paskali alihamia mkoa mwingine akiwa na miaka 24. Aliomba kupokelewa kama ndugu mlei katika nyumba ya kitawa ya ndugu wadogo ya Montefonte. Ombi lake lilikubaliwa, na Paskali alionekana kufuata njia ya utakatifu na ukamilifu kwa urahisi na wepesi. Alikuwa mnyenyekevu hivyo kwamba alijiona wa mwisho kati ya wote. Wakati huo alikuwa na huruma sana hivyo kwamba kwa uchangamfu alichukua yale majukumu mazito kuliko yote kwa ndugu wengine. Alikuwa mkali sana kwa mwili wake, hata katika kazi ngumu kuliko zote hakuruhusu ulegevu katika mtindo wake wa kuishi. Alizama sana katika sala hivyo kwamba alitumia muda wake wote wa ziada katika sala. Akiwa njiani wakati wa kuomba msaada, daima alikuwa na rozari yake mkononi
na Mungu moyoni mwake. Paskali alikuwa na ibada ya pekee kwa Bikira Maria ambaye alimuita mama yake, na kwa Ekaristi Takatifu. Moyo wake ulikuwa na ibada wa Ekaristi Takatifu, na hii ilithibitisha kuwa njia thabiti ya kuamsha tena ari yake. Mungu alionyesha jinsi alivyopendezwa na moyo wake wa ibada. Siku moja akiwa nje, Paskali kwa ibada alipiga magoti kuabudu Ekaristi Takatifu. Kengele ilipoashiria kwamba ni wakati wa mageuzo. Wakati ule Ekaristi Takatifu ililetwa kwake ndani ya monstrance, ikishikiliwa na malaika wakielea angani. Akiwa ndani ya kanisa la convent, mara nyingi alionekana akisujudu mbele ya tabernakulo, au akiwa amenyoosha mikono, au hata kuzama kabisa katika taumi. Nyakati kama hizo, roho yake ilijazwa na kufurika mwanga kutoka juu. Kwa namna ya pekee, ndugu huyo mnyofu ambaye hakujifunza kusoma wala kuandika aliweza kujadili kwa kina juu ya mafumbo ya kidini na utambuzi wa ajabu, hata kuwashangaza wasomi wa hali ya juu. Kwa sababu ya utambuzi huo wa kimbingu, mhudumu wa provinsia mara moja alimtuma kutoka Hispania kwa suala maalum sana kwa mhudumu mkuu wa shirika ambaye wakati huo alikuwa anakaa Ufaransa. Paskali alifanya safari ndefu ya kuchoka kuvuka milima ya Pyrenees peku akipita mikoa iliyojaa wazushi ambao mara nyingi walimfuatilia maisha ya huyo ndugu mtawa. Lakini malaika wa Mungu alimlinda katika safari ya kwenda Ufaransa na kurudi, hivyo kwamba alikwepa hatari zote. Baada ya kurudi, Paskali alibaki kuwa ndugu mnyenyekevu kama mwanzo, na alikuwa katika kila fadhila hadi siku ya kifo chake chema. Alifariki dunia huko Villarreal siku ya Pentekoste, siku ambayo alizaliwa, yaani tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 1592. Ilikuwa wakati wa misa takatifu kanisa la convent. Wakati wa majeuzo, kasisi alipoinua hostia, ndipo Paskali alitoa pumzi yake ya mwisho. Wakati wa mazishi, kulingana na desturi, mwili wa ndugu ulilazwa kwenye machela kanisani. Hostia takatifu ilipoinuliwa wakati wa misa ya mazishi, mwili wa marehemu uliinuka ukainamia hostia takatifu. Tendo hilo lilirudia tena wakati kalisi ilipoinuliwa juu, na baadaye mwili ukarudi chini tena. Miujiza mingine mingi ilitokea katika kaburi lake. Paskali alitangaza mwenye heri na Papa Paulo wa 5 na kutangazwa mtakatifu na Papa Alexander wa 8 mwaka 1690. Mwaka 1897 Papa Leo wa 13 alimtangaza kuwa somo wa mashirika na makongamano yote ya Ekaristi. Tutafakari kwa pamoja tukirejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 1 ile aya 52. Amewashusha wenye vyeo katika viti vyao vya enzi, akawakweza wanyenyekevu. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Habari Njema, tunashukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kujifunza maisha ya unyenyekevu, maisha ya sala na upendo mkubwa kwa Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu. Kupitia maisha ya Mtakatifu Paskali, tumejifunza kuwa utakatifu hauhitaji utajiri wala cheo kikubwa, bali moyo wa upendo wa kumpenda Mungu kwa kweli, kumtumikia na kuishi maisha mema kila siku. Basi nasi tuige mfano wake kwa kufuata mambo aliyotuonesha, kama
kuwa karibu na sala, ushiriki ibada kwa moyo wa kweli, kumpenda wengine na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Asante sana kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha watakatifu wa Kanisa Katoliki kupitia chaneli yetu ya Habari Njema Channel. Usisahau kulike kipindi hiki, kushare kwa wengine, kusubscribe kwenye Habari Njema Channel ili uendelee kupata mafundisho mazuri ya imani na maisha ya watakatifu kila siku na ibada za misa takatifu. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Gideon Elia Mlai. Nikutakie amani, upendo na baraka kwa Mungu. Tukutane katika kipindi kijacho. Kwa heri. Santa Teresia, Santa Elisabeth,